mnatufuata katika Facebook, tunashukuru sana. Katika YouTube pia tunashukuru sana. Nendeni pale katika Facebook yetu, follow radio yetu page, share ili tukuze page hii na pia wengi waweze kupata yale ambayo tunajaribu kuwaeleza. Na katika YouTube yetu subscribe, tafadhali subscribe. Tujaribu tufike 100. Nenda pale katika radio yetu YouTube, subscribe na tuwafikie wengi msikilizaji. Wanasema tukuzane kwa pamoja. Msikilizaji, leo hii ukiangalia dini nyingi ziko pale kwenye mipaka ya kukua dini zenye itikadi kali. Ukiangalia, nenda kwenye mitandao ya kijamii, hebu angalia baadhi ya dini ambazo tunazo humu nchini na ulimwenguni. Na ukiangalia kwa undani, msikilizaji, unaona kuna kidogo itikadi kali inawekwa pale ndani. Na ni hatari kwa jamii, kwako wewe, kwangu mimi, kwa watoto wetu, kwa jamaa yetu na kwa taifa na ulimwengu mzima. Na ndio maana kipindi hiki kiko hapa ili kukusaidia, na hata sisi tukijisaidia hapa studioni kuchukua tahadhari. Most of our religions are becoming close to cultism, na zingine zimeingia kwenye cultism lakini katika hali ya mwanzo. Cultism ni nini? Nikiangalia katika kamusi ya kutafsiri, wanasema cultism inaweza kutafsiriwa kama ushekaji au ushekaji ama usheaksi wa kikundi finyu. Ni njia ya kutumia kwa makusudi, sikiliza kwa makini, ni njia ya kutumia kwa makusudi mifumo ya udanganyifu na udhibiti. Wanatumia kwa makusudi mifumo ya udanganyifu na udhibiti. Msikilizaji, nikaangalia maana ya ushekaji. Inatoka kwa neno shehe au kushika kwa nguvu, kwamba huyu mhubiri ama dini hii inakuteka nyara kimawazo, inakuteka nyara kihisia kwa nguvu. Sitaki kutumia maneno ambayo wewe unajua wao wanaitumia. Kinakufanya ujitenge. Kwa hivyo kinacholetwa ni wewe kujitenga. Unajiona kwamba wewe au nyinyi ndio wema kuliko wale wengine. Wanaanza kukutenga na familia, wanakutenga na kikundi fulani, na haujui. Wewe tu uko pale tu umezamia pale tu, wanakuteka nyara kimawazo. Sasa mko hapa, utafanya hivi,
unatengwa, ukienda kugundua haupendi familia yenu, haupendi mwenzako wa ndoa, haupendi. Na nipatie mfano tu, nitumie mfano wa tukio lilifanyika kule Shakahola. Wale walioenda pale, ukisikiliza familia zao, baadhi yao familia zinasema alianza, nikaona siku hizi anajitenga. Nilipojaribu kumwambia akaona mimi ni mbaya, kidogo akafunganya, na sijapata kusikia jamii ikisema walipotaka kwenda kule Shakahola tulimtafutia fare, tukamsindikiza hadi kwa stage. Karibu wote ambao nimesikiliza simulizi, na nimesikiliza nyingi tu, na hata leo nikitayarisha kipindi hiki nilirejelea kusikiliza, na ningetaka pia wewe msikilizaji tu uende kwenye mitandao yako ya kijamii usikilize simulizi ya familia zile walioenda kule Shakahola. Walijitenga na familia zao. Mama akachukua mtoto wake mchanga akaenda bila ruhusa ya mume wake, bila ruhusa ya wazazi, bila ruhusa ya jamii. Alienda kwa njia ambayo hata hao hawakuelewa, hawakusindikizwa. Walipofika pale waliambiwa weka simu kando, wasipige simu nyumbani. Kujitenga, cultism inaanza kwa they arrest your mind, they arrest your emotions, they separate you from your loved ones. Na inaanza pole pole. Wewe ni mteule, wewe sasa umewekwa wakfu, wewe na wale hamutangamani, jitenge na wale ni wabaya. Na ukiangalia wanatumia mifumo ya udanganyifu, wanatumia Biblia kwa njia ya kuwahadaa na kuwadanganya wale. Imeandikwa ni siku za mwisho, imeandikwa hizi ndio nyakati ambazo zilitabiriwa. Udanganyifu, wanadhibitiwa kisaikolojia kutumia neno la Mungu. Wanavutiwa kisaikolojia kujitenga na jamii yao. Wanatengwa na masuala ya kiuchumi, uza, wacha, toka. Hizo ni bure. Msikilizaji, inakuwa kwamba tena sio imani, unawekwa tabia ambayo sio ya kawaida. Unawekwa kwenye tabia ambayo sio ya kawaida. Na tabia ambayo sio ya kawaida sio tabia ya imani. Na ukiangalia viongozi wao mara nyingi ni watu ambao wako na full of drama. Story zao ni za drama tu. Mifano yao ni ya kidrama tu. Kulikuwa na mama moja, unapatiwa story zingine za sinema. Kulikuwa wakati moja nilisafiri mahali moja, ukisikiza hiyo story ni sinema. Kuna wakati nilipokea simu, ukisikia hiyo story ni sinema. Na unasakamwa na usinema, unasakamwa na hiyo drama.
wengine wanaenda extreme. Sasa inakuwa ni uchekeshaji. Kazi yake ni kuchekesha tu. Na unashangaa, msikilizaji, kuna vitu ambavyo vinaweza kukushangaza bila kumtaja, na sio tu kwa ubaya, lakini itabidi tu niseme. Ni lini uliona katika kanisa, na iko kwenye mitandao, nenda kwenye mitandao utafute, ni lini uliona kwenye kanisa pale mbele ya madhabahu ambako kuna mhubiri, wanakwaya pale mbele kwenye stage, wameweka jamaa amevaa apron ile ya waiter hapo kando. Sikiliza, apron ile ambayo wanavalia wapishi pale nyumbani, imewekwa picha ya mhubiri, kiongozi wa kanisa hilo picha yake kwenye apron, na huyu ambaye amevalia apron yuko na grill ya kuchoma nyama, na anachoma nyama tena kabisa, makaa jinsi ambavyo tunaona kwenye hoteli, nyama inachoma kwenye ile grill, ile open grill, nyama inachomwa. Mhubiri yuko hapa, watu wanaimba, waumini wako pale, nyama inachomwa na wanaimba, wanarukaruka. Mhubiri anakuja, anakatiwa nyama, anakula, wakiimba tena kidogo, anarudi, anakatiwa ingine. Ilifika wapi? Tumefikia wapi? Na waumini wanafurahi. Okay, sijui leo ati kanisani pale mbele kuna mtu anachoma nyama, open grill, anachoma nyama, alafu sisi tunaona ni kumsifu na kumtukuza Mungu. Ni nyama, sio kwamba tunatoa sadaka ya mnyama, ni nyama choma kabisa. Yule ambaye anachoma yuko pale, moto wa makaa kwenye grill, anakatakata. Mhubiri anaenda pale, anauma, anarudi tena, anachagua. Kama vile wewe unaenda pale kusema nikatie hii, anakatiwa wapi? Hiyo ndio tunasema imefika wakati lazima kama Wakenya tuseme ngoja. Dini gani hii? Maombi gani haya? Itikadi gani iko hapa? Aje. That is now cultism. Na nasema kwa sababu unapoangalia zile dalili za cultism, msikilizaji, dalili za cultism, number 1, behavior control. Anadhibiti tabia yako,
anaifanya kutokuwa na tabia ya kawaida ya mwanadamu. Ni lini mwanadamu alienda kanisani akafurahi kwa jinsi ambavyo kiongozi ameleta nyama choma, inachomwa pale mbele, yeye anakula, sisi tunafurahi tukirukaruka tukiimba? Ilitoka wapi hiyo tabia? Tumetekwa nyara kisaikolojia. Tumetekwa nyara kisaikolojia. Naongea kuhusu kitu ambacho kiko mtandaoni. Ati kikundi kiko pale kinarukaruka kwa sababu kiongozi anakula nyama. Tena kiuma, tunafurahi sana. Tunarukaruka, tunafurahi, tena anaenda tena anakatiwa ingine, tena anakuja mbele yetu anakula ingine, tunafurahi sana. How do we commit our time to God while celebrating our religious leader eating meat during prayer session, and every bite we celebrate in joy? Ni lini? Ni lini? Hiyo ndio sasa cultism. Na ziko kiongozi ana dance, anafanya sarakasi pale chini. Ukiangalia hiyo sarakasi has nothing to do with worship. It is pure entertainment. Na tunafurahi. Amejilaza chini, ameinua miguu juu, anarukaruka kwa kutumia mgongo. Sasa sisi, hiyo ndio raha yetu. Hiyo ndio raha yetu. Ati tunamsifu Mungu kwa sababu kiongozi wetu amelala chini, anarukaruka kwa njia ya kukatun. Na hiyo ndio raha yetu. Tunapiga vigelegele na shangwe kwa sababu kiongozi anarukaruka kutumia mgongo. How? Msikilizaji, dalili ya pili ya cultism ni kwamba umefungwa mateka kimawazo, umefungwa mateka kihisia, hivi kwamba kila jambo ambalo unataka kulifanya lazima uombe ruhusa. Kila jambo la kawaida tu la kibinadamu kufanya lazima uombe ruhusa. Nikifanya hii, sijui kiongozi, sijui pastor, sijui bishop, sijui nani atasema nini. Yani saa zote unaangalia kama yuko. Saa zote umetekwa nyara, wewe ni mfungwa. Sijui watasemaje, sijui, yani haujui. Hauna time for your independent thinking. Wewe tu kufikiria kivyako na kufanya kazi jinsi ambavyo hisia zako na utu uzima wako na elimu yako utafanya kulingana na jinsi wanavyotaka. Wewe sasa utu wako uzima umeweka kando. Umekuwa mtoto. Lazima chochote uombe ruhusa. Lazima chochote uangalie, na akinipata, na akiniona. Uko peke yako, lakini huwezi fanya independent thinking. Lazima uombe ruhusa. Nikitaka kuoa lazima niombe ruhusa.
nimepata kazi hii, lazima niende kwa mchungaji nimwambie, mchungaji, nimepata kazi hii. Je, hii kazi ni mzuri? Nimepata kazi kwa radio yetu. Sijui kama hii kazi unaonaje? Ati mpaka umombe kazi. Radio yetu. Wacha tuombe. Alafu nakwambia hiyo radio, nimeona hiyo radio wanaabudu shetani. Usiende. Ukisikia hivyo basi kaa bila kazi, teseka, watoto wafukuzwe shule, ushindwe kujimudu, lakini kwa sababu mchungaji amesema radio yetu ni ya kishetani, hauendi. Hauna uwezo wa wewe mwenyewe kutafiti. Mchungaji amesema hii kazi inaongozwa na shetani. Wacha mimi pia kwa neema za Mungu nifanye utafiti wangu. Mchungaji alisema na ni basi hiyo kazi ni mbaya. Msikilizaji, dalili nyingine ya cultism ni wakati mhubiri katika mahubiri yake yote, nilikwambia haubiri ukweli, ni reward punishment, reward punishment, reward punishment. Na wako na hizo story. Kuna mama moja alipata pesa, akakataa kutoa fungu la 10, Mungu akamnyang'anya na leo hii ni maskini. Kuna mwingine alikuwa maskini, hana nini, akaja kwangu, akanililia, akanipatia ile pesa alikuwa nayo, leo hii ni tajiri. Tena kesho another reward punishment, reward punishment, reward. Yani mahubiri zote ni reward punishment, reward punishment, reward punishment. Hiyo ni hulka ya cultism. Are you in that cultic religion? Are you in that cultic denomination? Usipofanya hii utaadhibiwa. Ukifanya hii utazawadiwa. Mungu ni wa reward na punishment peke yake. Wamereduce Mungu kukuwa prefect. Mungu amekuwa ni kama robot. Kazi yake tu ni kuadhibu na kuzawadia, kuadhibu na kuzawadia, na imejaa na vitisho. Wewe usipofanya utaona kama nani, ukifanya utapendekezwa, utafanikiwa kama nani. Hiyo ndio story tu ambazo zimejaa, na ni wahubiri wengi. Msikilizaji, ni wengi. Na unakaa hivi unasikiliza, unaonea huruma wale ambao wanapiga makofi. Unashindwa, hawa wametekwa nyara kimawazo kivipi? Wametekwa nyara kiimani kivipi? Wametekwa nyara kihisia kivipi? Ushaiona mhubiri ametoa joke, kichekesho tu, amechekesha, anatoa story ya kuchekesha, na hiyo story labda ushaisikia mara kadhaa, ama hiyo story kwako si ya kuchekesha. Najua nikitoa joke labda kwangu ni joke, kwako sio joke, haikuchekeshi, because it's very subjective. Cha kunichekesha is very subjective. Naweza na mahali watu wanapiga stories zao, watu wanacheka, mimi sioni hiyo joke. Alafu haichekeshi, anasema unaona wale ambao wacheki hawajafunguliwa akili, roho hawajakujia,
roho hawajakujia, kama hujapata hiyo joke, wewe sasa alafu nasikia watu wanacheka. Kwa sababu amesema hivyo, usipocheka you'll be punished. Unasikia watu wanacheka. Wanacheka. Unashingwa, mnacheka kwa sababu mmeambiwa mcheke, ama mnacheka kwa sababu ilikuwa inachekesha? Unasikia anatoa joke, watu wamenyamaza. Naona hamjaelewa. Inaonekana hamjaelewa. Na unaona, hiyo ndio shida ya kusoma. Hiyo ndio shida ya kusikia. Hamsikii vizuri. Kama ungekuwa umesikia vizuri, you could have understood the joke. Alafu unasikia watu wanacheka. Serious? Serious? Msikilizaji, ukiona dini ambayo iko na sheria kali ya kuogopesha, sheria kali ya kuogopesha, kwao maisha imewekewa mipaka mpaka haupumui. Usikule hii, uvalie hii, nywele ikuwe hivi, kama wewe umeoa hata ngono mfanye hivi. Kunazo siku hii, usifanye tendo la ndoa, usifanye tendo la ndoa kwa njia hii. Yani wao ndio wana control kila kitu, kila kitu, na wamekuwekea sheria kali. Usipo jehannam, usipo tunakufukuza, na tukikufukuza umelaaniwa, na ukilaaniwa utaruka kichwa. Alafu napatiwa mfano, stories za jaba. Sasa kuna mtu Mombasa, kuna mtu sijui wapi, kuna mtu wapi, kuna mtu wapi, ya kukupatia uoga. Na wanatumia njia nyingi. Wapi nani? Wapi Mbulo? Mbulo, ilikuwa ni wapi tulienda na wewe? Mbulo anaamka, Mbulo ni mwenzangu kazini. Anaamka anasema ilikuwa yule mama mwenye kidogo baada ya wiki mbili akaruka kichwa, hata leo anapatikana town. Ilikuwa ni wapi? Anakuambia, mchungaji, ilikuwa ni sehemu sijui gani, mbali tu. Unakumbuka? Haya, hebu waelezee. Unapata microphone. Na ni story wametunga tu, wametunga. Kuna wakati mchungaji tulikuwa tumeenda naye sijui wapi, kuna mama moja alikuja na mchungaji akamwangalia, akamwambia, wewe mama una pesa, na hiyo pesa Mungu ameniambia ulete, na huyo mama hakuleta. Na mchungaji akasema, nakumbuka Anania na Safira, itakufanyikia. Na leo hii huyo mama sijui ameruka kichwa, sijui mali yake yote ilifanya nini. Uoga. Alafu anawaambia, haya, na leo naona wengine hapa. Kataa tu, vitisho, uoga. Now that is cultism, msikilizaji. Na ziko nyingi. Ziko nyingi. Kama ni kwa wingi, ziko nyingi. Tena sana. Nenda kwenye mitandao uangalie. And Kenya, licha ya kuwa na uhuru wa kuabudu, uhuru bila mipaka, uhuru bila kudhibiti, sio uhuru.